Mzee mmoja aliweka bunduki yake ya sniper na kumlenga kijana aliyekuwa upande wa pili. Kijana huyo alikuwa amekaa huku akiwa na chupa ya champagne kati ya miguu yake. Alipokuwa anavuta korki ya chupa, mzee huyo alifyatua risasi. Baada ya kumaliza kila kitu, mzee alifunga kabati, akavaa koti lake na kuondoka kimya kimya. Kisha akaenda bustanini kuendelea kutazama watu wakicheza chess kana kwamba hakuna kilichotokea. Muda mfupi baadaye, gari la wagonjwa lilifika na kumbeba yule kijana. Mzee alisimama nyuma ya umati wa watu wakitazama tukio hilo kwa furaha. Lakini tukio hili lilikuwa limeanza siku chache kabla. Siku moja Lucy alikokuwa anarudi nyumbani, ghafla alisikia mtu akimuita. Alipotazama juu aliona kijana aliyekuwa anaishi kwenye jengo lililokuwa upande wa pili. Kijana huyo alishuka haraka na kumwalika Lucy kwenye sherehe yake ya siku ya kuzaliwa. Lucy alipojaribu kukataa, kijana huyo hata alipiga magoti na kumsihi. Kwa huruma, Lucy alikubali na kwenda pamoja nao juu gorofani. Lakini wakati wa sherehe, wale wavulana watatu waliweka kioevu kisichojulikana kwenye kinywaji cha Lucy bila yeye kujua, kisha wakamshawishi anywe. Mara tu baada ya kunywa, Lucy alianza kuhisi kizunguzungu. Alidhani amelewa na akataka kurudi nyumbani, lakini wale wavulana walimzuia. Walimvuta hadi kitandani na kumzuia kuondoka mpaka usiku. Baadaye Lucy alitembea kwa maumivu akishuka ngazi. Fedha walizompa alizitupa chini kwa hasira, lakini hata walipoona maumivu yake, wale wavulana hawakuonyesha majuto hata kidogo. Badala yake waliendelea kucheka na kusimulia walichofanya. Lucy alianguka karibu na mlango na akalia kwa uchungu mkubwa. Alipofika nyumbani, babu yake alimkimbilia na kumuuliza kilichotokea, lakini Lucy hakutaka kusema chochote. Hata hivyo, babu yake alipoona michubuko kwenye mwili wake, alielewa kila kitu. Kwa hasira alimuuliza ni nani alimfanyia hivyo. Ndiko Lucy akaeleza kila kitu. Babu yake alikasirika sana. Alichukua shoka na kukimbia nje akitaka wale wavulana walipie walichofanya. Lakini njiani alikutana na jirani yao ambaye alikuwa afisa wa polisi. Baada ya kusikia hadithi yote, jirani huyo alimshauri babu wa Lucy ahifadhi ushahidi na aripoti tukio hilo kwa polisi kwanza. Baada ya hapo, polisi walikwenda kwenye nyumba ya wale wavulana na kuwakamata. Wakati wa mahojiano, wote watatu walikiri uhalifu wao, lakini wakati walipokuwa karibu kupelekwa kituoni, mkuu wa polisi alifika ghafla. Ilibainika kwamba mmoja wa wale wavulana alikuwa mwanawake mwenyewe. Kwa kutumia mamlaka yake, mkuu wa polisi aliwaachilia wavulana wote watatu bila mashtaka. Siku iliyofuata, wale wavulana walifanya sherehe tena kwa kiburi chini ya dirisha la Lucy, kana kwamba hakuna kilichotokea. Hawakuonyesha majuto hata kidogo. Babu wa Lucy hakutaka kukata tamaa. Alichukua medali yake ya heshima ya zamani na kwenda ofisi ya mwendesha mashtaka ili kuomba haki. Lakini kwa sababu kesi hiyo ilimhusu mwana wa mkuu wa polisi, malalamiko yao yalipuuzwa kabisa. Babu alipomwona Lucy akiwa kimya na mwenye maumivu makubwa moyoni, moyo wake uliumia sana. Ndipo akaamua kwamba sasa angechukua sheria mkononi mwake, na kwa njia yake mwenyewe angewafanya wale wavulana walipe kwa kile walichomfanyia mjukuu wake.